Hello, karibu katika tutorial na kuona namna ya kuweza kuitumia rank function katika Excel. Rank function ni moja kati ya functions zaidi ya 400 ambazo ni built-in kwenye Microsoft Excel, zimo kwa ajili ya kuweza kufanya kazi. Tayari hizi ni kama formula ambazo tayari zimekwisha kutengenezwa kwa ajili tu ya kuweza kuanza kutumika. Rank function yenyewe hufanya kazi ya kulinganisha wingi ama uchache wa kitu kwa kuzingatia jumla ya namba katika orodha. Tunaweza tukasema kwa maana kwamba ili uweze kuitumia rank function unapaswa uwe tayari una orodha ya namba ama jumla ya namba, na hapo unataka kwenda kuangalia namba ipi ni kubwa kuliko namba nyingine. Basi endapo unataka kufahamu nini ama namba ipi inachukua nafasi ya kwanza na namba ipi inachukua nafasi ya pili, ya tatu mpaka ya mwisho, basi tunakwenda kutumia rank function. Rank function inaweza ikatumika sehemu mbalimbali. Watu wengi wamekuwa wakidhani au wakiamini kwamba Microsoft Excel ni program ambayo inatumika kwa ajili ya kuandalia matokeo ya wanafunzi peke yake, yani kwamba ni program ambayo imekuwa ikitumika kwa ajili ya shule, kwamba ni sehemu za shule ndio sehemu pekee ambazo zimekuwa zikitumia program hii, kitu ambacho si sahihi. Hiyo ni misconception ambayo watu wengi wanakuwa nayo. Unaweza ukaitumia Microsoft Excel kwenye kuangalia mauzo, kwamba mauzo yako yamekuwa makubwa kiasi gani ama kidogo kiasi gani. Lakini cha pili, unaweza pia ukaitumia Microsoft Excel kwenye kwenda kuangalia, kutafuta muda yupi mtu, kama ni kwenye riadha, kwenye mashindano, kwenye kitu chochote, kwenye michezo, mtu gani amekimbia kwa muda mchache kuliko mwenzake. Lakini vile vile unaweza ukaitumia katika kuonesha alama ipi ni kubwa kuliko na alama ipi ni ndogo, kwa kuzipanga, kwa kusema labda kubwa zianze, ndogo zifuatie, ama kubwa zifuatie baada ya ndogo. Na sehemu nyingine ni kama hii tunavyosema, unaweza ukaitumia katika eneo la shule kwa ajili ya kuweza kupangia alama za wanafunzi, kuangalia position zao, nani amekuwa wa kwanza, nani amekuwa wa pili na vitu kama hivyo. Ili tuweze kufanya kazi kwa kuweza kutumia function hii, ni lazima uwe na orodha ya namba. Kama nilivyosema hapo awali, lazima ili rank function iweze kufanya kazi, ni lazima uwe na orodha ya jumla ya namba ambazo unataka kuzifanya kazi. Inatumikaje? Kama kawaida ni kwamba ili uweze kutumia function yako lazima uanze na equal sign, na katika kuanza na equal sign tunaenda sisi kufanya nini? Tutaandika neno rank. Katika kuandika neno rank tutakuja kuletewa hapa, ziko nyingi lakini sisi tunakwenda kuitumia ni rank hii hapa. Tuta double tap hiyo na kwenda kuangalia sasa nataka kwenda kurank kitu gani. Katika function hii tutaanza kuona kwamba kuna sehemu katika formula, ni logic zetu sisi zinatakiwa zisimame vipi. Cha kwanza tunaambiwa hii ambayo unaona iko bold ni kwamba tunaambiwa nataka kwenda kurank na nini ninachotaka kurank. Siwezi kwenda kurank alphabet, siwezi kwenda kurank pictures, siwezi kwenda kurank kitu chochote kingine isipokuwa ninachokwenda kukirank ni numbers. Kwa hiyo na hapa nimeambiwa numbers, maana yake cha kwanza natakiwa nichague namba ipi, ama hicho ninachotaka kukirenga kina namba, ni mlolongo wa namba na zinapatikana sehemu gani. Hapa nitakliki pale ambapo namba zangu zinapatikana, nitachagua moja tu, na baada ya pale nitaweka koma. Baada ya kuweka koma itanihamisha na kwenda kuniomba reference. Katika kuniomba reference hapa maana yake ni nini? Kwamba inaniambia hiyo namba unayotaka kwenda kuirank inapatikana, yani unairank yenyewe kwa kulinganisha na namba zipi zingine. Kwa hiyo reference yangu hii sio majina, sio kitu kingine isipokuwa ni rejea ya namba, kwamba namba yangu hii naomba ukaipange kutoka sehemu hii mpaka sehemu hii hapa. Kwa hiyo hapo nitakwenda kuchagua ile array yangu mimi, ambapo inapatikana hiyo namba pamoja na zile namba nyingine nazoenda kuzijumlisha pamoja, ama nazoenda kuzirank pamoja. Sasa kama tutakumbuka ni kwamba tumekwisha kujifunza types of cell references. Kwa hiyo hizi nitapenda kwa namna ninavyotoka hapa juu kushuka chini, reference yangu mimi ibaki kuwa eneo hili peke yake ambalo highlight. Ili niweze kufanya hivyo inanibidi ni make cell yangu hii hapa, hii reference yangu niifanye iwe absolute.
Kwa kuwa absolute nita press F4 key kwenye keyboard, ndio hiyo kwamba nakwenda kuifunga, na ndio maana zinaonekana hizi alama za $. Maana yake inaifunga reference yangu ili kwamba ninavyoendelea kushuka chini isije ikahama au ikanihamisha kutoka katika reference yangu ya kwanza ikanipeleka ya pili ikamwacha wa juu, hivyo itaniletea shida kidogo. Baada ya pale nitaweka alama ya koma, na hapa sasa itaenda kuniomba order kwamba ni katika order gani nataka nifanyie kazi. Mimi ninachotaka kwenda kufanyia kazi ni kwamba nakwenda kuzipanga alama zangu. Sasa hapa nimeambiwa kwamba nikitumia 0 ni descending, lakini vivyo nikitumia 1 ni ascending. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba nikitumia 0 maana yake namchukua mwenye namba kubwa ndio awe wa kwanza, akifuatiwa na mwenye ndogo yake na mwenye ndogo yake na mwenye ndogo yake mpaka mwisho. Lakini nikichukua descending maana yake mwenye alama ndogo ndio ataonekana ndio mauzo makubwa kama kwenye biashara na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa sababu natafuta alama yupi mwenye alama nyingi, maana yake nitakwenda kupress 0 kwenye keyboard yangu, na baada ya hapo nita press enter. Kwa nikisha press enter, moja kwa moja hapa itaniambia kwamba huyu mwenye mauzo, yani Machenza haya ameuzwa kwa shilingi 5,400, yameshika nafasi ya 8 kwenye mauzo. Sasa nini cha kufanya? Na kuja katika sehemu yangu hiyo ya kwanza ambapo nimekwisha kutengeneza formula yangu. Ukiangalia huko chini kote kuna formula. Kwa hiyo na click hapa na kuja hapa pembeni kwenye hiki alama cha kibox hapo. Ninaweza nika double tap itashuka kwenda chini, ama ninaweza nikaja nika drag, hold down left mouse button na kuweza kudrag mpaka chini, na hapa itakuwa imenipatia rank za mauzo, kwamba mauzo yepi yamefanyika kwa wingi zaidi kuliko mauzo mengine. Hii inaweza kama tumia kwenye eneo la biashara, lakini mwingine anaweza akasema mimi nataka nitumie kwenye maendeleo ya wanafunzi kwa mfano. Kama unataka kufanya kwenye maendeleo ya wanafunzi pia inawezekana. Nachoweza kukifanya ni nini? Nitakwenda kutafuta jumla ya wanafunzi wangu hao, kuweza kujua kwamba wao wamepata jumla ipi. Tumekwisha kusema kwa sababu lazima tuweze kutumia alama ambazo zipo kuweza kuzirank. Kwa maana yake ninajua hapa siwezi kutaka kwenda rank mwanafunzi Abdallah na wanafunzi wengine kwa kutumia alama za physics peke yake. Kwa lazima nitumie jumla ya alama zote hizi, physics mpaka mathematics. Na nitafanya kama nilivyofanya katika kuonyesha biashara. Nitaweka equal sign, nitaandika rank, na baada ya hapo nitai double tap rank yangu, nitachagua namba yangu ni jumla ya kwanza ya huyo mwanafunzi wa kwanza, na baada ya hapo nitaweka alama ya koma inipeleke kwenye reference yangu ni mwanafunzi huyo wa kwanza mpaka mwanafunzi wa mwisho. Na tukumbuke lazima ni make hiyo reference yangu kama absolute, na kwa kunafanya hivyo kwa press F4 kama kawaida, nitaweka koma, nataka iwe katika descending order, and then nita press enter. Na nikifanya hivyo nitakwenda kuzalisha ama kureplicate hii formula ambazo zipo mpaka hapo. Kwa moja utakuja kuona mwenye alama 300 ni wa kwanza, alama 269 ni wa pili, lakini mwenye alama 169 ndio mwenye alama chache kuliko wanafunzi wote walioko hapa, yuko katika nafasi ya 10. Na hapo ukiangalia kuna hao wanafunzi ambao wao wamegongana, wao wanakuwa na nafasi moja, kwa maana kwamba tunajua nafasi 255 imeshikwa na wanafunzi wawili, kwa sababu ndizo alama zimegongana kwenye position moja. Kwa namna ya kuweza ku deal na duplicate numbers ama positions ambazo zinakuwa zinajirudia, basi hiyo unaweza kaangalia katika moja ya tutorials ambazo tumekwisha kuziandaa, zipo katika channel hii, namna ya kuweza kudeal na duplicate numbers katika kutafuta rank. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo tunaweza tukasema kwamba unaweza ukatumia rank function katika matumizi yako ya kawaida ya kila siku, pale unapotaka kuandaa chochote na kuweza kupangilia kipi cha kwanza na kipi kiwe cha mwisho. Si lazima iwe mauzo, si lazima iwe matokeo ya wanafunzi, inaweza kuwa ni kitu chochote ambacho kinahusisha numbers na ukataka kwenda kuzirank zile namba zako. Hadi wakati mwingine, nakutakia kila la heri na ufuatiliaji mwema wa tutorials zingine. Cheers.